Sasa kuna hao jamaa bwana wamepumzika mwezi mzima. Alafu wanapigwa bwana. Hivi nini kilitokea? Mwezi mzima ulikuwa unafanya nini yani? Kwani ligi inapoisha watu wapumzika miezi mingapi? Sasa nyie mna ligi yenu ya peke yenu msimu. Mna ligi ya kivyenu ambayo mwezi wa pili mlipumzika mwezi na sasa hizi mmepumzika siku 25, si mwezi tu. Mwezi mzima mlikuwa mnafanya nini afu mnakuja kupigwa na timu inapambania kushuka daraja huko? Kinachosababisha timu ifungwe ni nini? Uzembe. Kwa kupumzika yusiani. Yaani ukipumzika, mpe ile pumziko Arsenal hata wanyoosha. Sasa nyinyi mmepumzika siku 25, you are supposed to train. Yaani kiasi kwamba mkije hapo mnampa mtu hata 7. Yaani mnakuwa mmefanyia kazi mbinu. Yaani hata ukisema ufanye mazoezi mbinu moja tu kila siku ndani ya siku 25. Hivi una mbinu ngapi? Kuna tofauti ya kutrain na kucheza mechi. Kwa hiyo nyie mna train mfanyeje? Ngoja, kusoma sana haimaanishi lazima ufaulu mtihani. Umeelewa? Nakupa somo, andika. Kwa hiyo inawezekana ukafanya mazoezi mwezi mzima, lakini ukaja ukapoteza na timu ambayo inacheza mechi baada ya siku 3. Kwa hiyo timu unafanya mazoezi na timu, sisi tumetrain, ni tofauti. Sika umeelewa? Kwa hiyo unataka kuniambia Leeds amecheza mara nyingi kuliko Manchester United? Hapana. Ndio pointi yako iliyopita? Nakupa tofauti. Alafu turudi kwenye mechi. Sasa hiyo mechi huyo Leeds United unajua yupo namba ngapi kwanza? Ndio maana nikakwambia kuna tofauti ya kutrain na kucheza mechi. Kwa hiyo training ilikuwa mbovu? Hapana. Pale tumecheza mechi. Kimbinu inawezekana akawa ametuzidi. Asante. Tunachukua hiyo kwanza. Hapa naongea kama mtaalamu. Kimbinu inawezekana akawa ametuzidi, lakini wacha tuweke vizuri kwenye perspective kwamba inawezekana Leeds wameizidi Manchester United kimbinu. Lakini sio kiufundi. Kuna tofauti gani ya mbinu na ufundi? Mbinu ni approach ya game. Yaani kwamba game hii nacheza na hawa, inabidi nicheze nao hivi. Sawa? Ufundi ni timu nzima. Yaani sisi tunachezaga staili gani? Unaelewa? Sasa wao kimbinu wakajua sisi tunachezaga staili gani. Wakakaa nyuma wakawa wanapiga counter akatufunga, lakini nyie hamna watu wa kutengeneza mbinu ya kucheza na Leeds. Ndio maana akasema mbinu zipo. Mbinu yao ikawa imetuzidi. Yaani kama Arsenal walifungwa juzi, haimaanishi wale kiufundi wanawazidi Arsenal. Ila ngoja taratibu, waliwazidi kimbinu. Naongea kama mtaalamu. Nafikiri mshabiki wa Man U hana haki ya kuiongelea Arsenal. Ni mbingu na ardhi. Haiwezi kuwa mbingu na ardhi kwa sababu hamna mlichotuzidi. Kwa sababu unaongelea timu mechi ambayo Arsenal ni kama aliamua kuchangamsha ligi. Mwenzio ana pointi 71. Wewe una pointi sijui 40 na ngapi zile just above relegation zone. Yaani usicompare. Yaani Arsenal akipigwa haina effect. Wewe ukipigwa kuna watu nyuma yako mechi ijayo wanaweza kukupita. Tofauti ipo. Mkipigwa ina effect Arsenal. Nakosa ubingwa. Tunakosa ubingwa kivipi yani? Nafasi ya mwisho. Yaani wote tumeondoka bila vikombe. Tukipigwa tunakosa ubingwa vipi? Unaweza kaelezea hicho kitu? Naweza kaelezea. Mkipigwa Man City akishinda mnakosa ubingwa. Mbona sioni hilo likitokea? Kwa sababu kuna gap la point 6 kumbuka. Bado mechi hazijachezwa. Sasa kwa nini umempa Man City ushindi? Nimesema Unaelewa maana? Bado haijatokea. Kwa hiyo so far Arsenal yupo kwenye trajectory ya ubingwa. Mechi hazijachezwa. Kwa hiyo nani yupo juu? Aliyeko juu kwa sasa hivi ni Arsenal. Vita 3 ya dunia ikitokea nani anapewa kombe? Ligi inaahirishwa. Okay, kwa hiyo defeat ya Arsenal umesema ina effect yake iko wapi mpaka sasa? Ikitokea amefungwa. Ikitokea, haijatokea. Yaani tunaongelea mpaka sasa kuna effect gani? Man City akishinda. Usiongelee mambo ya ikitokea. Yaliyotokea, tuongelee yaliyotokea. Defeat ya Bournemouth inamuaffect vipi Arsenal? Inamuaffect Arsenal kwa sababu Man City amecheza michezo michache kuliko Arsenal. Which means hatuongelei michezo ambayo haijachezwa. Tunaongelea iliyochezwa tu. Iliyochezwa ndio imechezwa, bado hamjawa mabingwa. Yaani mmecheza ndio. Yaani in short hakuna effect ya hiyo defeat ya Bournemouth. Kwa sababu mechi hazijaisha. Kuna sababu ndio, lakini hakuna effect ya defeat ya Bournemouth. Baada ya mechi kuchezwa zote. Sasa wewe unaongelea utabiri, kitu ambacho hatujui. Kuna kale ka msemo mashabiki wanasema kila mtu ashinde mechi zake.
Kwa hiyo nataka uniambie nyinyi mngekuwa mnafungwa ingekuwa haina effect kwa sababu bado mechi hazijaisha. Unajua ndo kuna kitu fulani kinaitwa benki. Kama ni hivyo. Hata sisi haina effect. Kwani ina effect kwa sababu mlisha boronga mwanzo. Yaani hamna kitu benki. Hakuna, yani unajua benki ya unajua sisi tupo nafasi ngapi? Takuwa mmepanda mpo. Lakini najua sio wa kwanza wala wa pili. Maana mimi nafuatilia kwa sisi kwa hiyo sasa hivi nafuatilia top 2. Sisi tupo nafasi ya 3. Ya 3. Ya 3 vipi? Mbona pointi zenu na Aston Villa na nani pale zinafanana na Liverpool? Mbona sasa hawawekwi watatu kama zinafanana? Zinafanana pale bwana. Hapana. Siangalii sana chini ya table. Nafasi ya 3. Siangalii sana chini ya table lakini naona katika nafasi kuanzia ya 2 mpaka ya 6 hakuna mtu anayejua atamaliza nafasi ya ngapi. Wewe unajua unamaliza nafasi ya ngapi? Mimi is decided. Mimi namaliza wa kwanza. Unaweza ukasema same case for Manchester United. Naomba niongee na mashabiki wa Arsenal. Mwakilishi wenu yuko hapa. Inawezekana mumfahamu vizuri. Ila hii nahisi ni mara ya 5 anatoa hii kauli. Mungu amuonee huruma. Mwaka huu asipochukua, anaweza akaacha kazi, anaweza akakimbia familia kwa sababu hajawahi kushuhudia kombe la EPL akiwa amebale. Hajawahi. Nafikiri amesummarize vizuri kwa sababu ni kesi ambayo inamwongelea Manchester United pia kwa sababu naye ana miaka zaidi ya 13 sasa hajachukua ubingwa. Kwa hiyo hilo jambo nafikiri tupo pamoja. Yaani sio swala 13 na 22 ipi kubwa? Sio swala la 13 na 22 sio swala geni sana kwa sisi wote. Labda tungekuwa na mshabiki wa Manchester City hapa au wa Liverpool, angalau tungempa haki ya kuongelea. Ameshuhudia mara nyingi Manchester ikibeba ubingwa kuliko Arsenal. Hiyo kitu bana wote tunajua msaada wa Howard Webb katika hilo. Ndio maana sasa hivi ndio tunaita ile payback time. Kwamba sasa wanalipia madhambi. Sasa wanakula viboko vya wizi wote waliofanya kuanzia miaka ya 2000. Kumbe jana ilikuwa ni viboko. Vile ni viboko vya dhulma mlizozifanya kipindi chote. Ferguson. Na support viboko mnavyopitia. Na mimi mwenyewe. Kwa hiyo umeamini sisi sio atufungi kwa ajili ya ni viboko. Yaani tunafanywa hujuma. Viboko vya kisoka sio figisu. Hapana, ni figisu. Hizo ni viboko vya kisoka. Hapana. Nimewaipita miezi 6 bila kuona timu ya Manchester United imepigwa kadi nyekundu. Miaka hiyo, yani tunaweza tukarudi kwenye ile game ambayo mnajisifu mpaka leo kuwa mliharibu unbeaten record ya Arsenal. Tukiplay hapa unaweza ukaichambua kama shabiki na kusema mlishinda kihalali. Of course. Si ndo maana tulishinda. Nitaplay clip moja hapo utaona jinsi gani mlikuwa mnaweza hata kumtoa mtu Koromeo mkarudisha ndani na bado refa akasema. Kwa una uhakika jana tulifungwa kihalali? Halali kabisa. Kulikuwa na tukio gani? Unaweza kuchambua tukio hata moja ambalo halikuwa halali. Goli la kwanza lilikuwa sio goli. Mtu asiguswe shavu kidogo tu na kimkono hiki cha pembeni. Not every touch is na foul. Ubaya ili uamini sisi tunaonewa vibaya. Kuna teknolojia ambayo inaonyesha. Kipindi kile ilikuwa hamna. Unajua foul ni tukio la sekunde. Bila teknolojia ingekuepo. Teknolojia ingekuepo. Tungechukua mara hata 50 makombe. Hapana. Wenger na mnukuu legend wa mpira. Wenger ni legend wa mpira. Alisema siku teknolojia itaanza Manchester United watakuwa jalalani. Na ndio kitu kinachotokea sasa. Na mimi namnukuu Wenger. Alisema teknolojia ni kitu kinachoharibu mpira kwa sasa hivi. Huyo Wenger ambao unasema hivyo. Pia kuna kauli ya hivyo alisema. Okay. Akasema kuna offside za kijinga kabisa zinatokea. Yaani unakuta mtu kazidi kidogo wanakataa goli. Hapana. Nashukuru. Nakubaliana na Wenger kwenye upande wa offside, lakini upande wa faulo ambazo zamani Manchester United walikuwa tunaita get away with them. Walikuwa wanazifanya na zinaachiliwa.
sasa hivi hazipo. Mbeleko hazipo. Huruhusiwi kumvuta mtu nywele ndani ya uwanja. Unamruhusiwa kumpiga mtu kiwiko? Huruhusiwi kumpiga mtu kiwiko. Sasa lakini tofautisha kiwiko na mkono. Mkono huu wote ni mkono. Hiki huku hiki ndio kisukusuku, kiwiko. Kuna mtu alipigwa kiwiko? Aliguswa na mkono. Aliguswaje? Yani shwa, yani alibalazwa, yani kashafu shwa. Hiyo clip utaiweka tuione. Huwezi kuita kile ni kiwiko. Ni nini? Ile ni mkono. Alimpiga wapi? Footballing touch. Kwa hiyo tatizo kutoka hapa kuja huku sio faulu mtu akikufanyia. Hiyo sio faulu. Kwa hiyo hujai kuona mtu ameshikwa hivi? Huo ni mkono sasa kiganja. Kwa kipi ambacho sio faulu? Nichi cha hapa. Hiki hapa hiki. Ndio sio faulu. This is the footballing. Kwa hiyo nikikupiga hapa na hapa. Protection. Nikupiga uso na hapa sio faulu. Protection. Maana nadhani anaongea lakini moyo wake. Kitu kingine ambacho Manchester United wanakosea, wanasajili wachezaji maboko kwa pesa nyingi. Jana walikuwa na mtu anaitwa Ugarte, walimgombania kutoka PSG. Kuna mtu alikuwa anagombania na nani? Kumbe mlikuwa wenyewe pia. Yaani huogopi, yaani mchezaji unamtaka mwenyewe na bado unatoa sijui paundi milioni 35 na huogopi. Haya, kuna Mazrui wamemtoa kwenye one of the best club in the world right now, Bayern Munich. Mazrui yule ni A-list. Mchezaji gani mwingine mlikuwa naye? Yaani pale ni it's not a theater of dreams. It's a theater ya kuulia vipaji. Hivi unakumbuka legacy ya Di Maria Manchester United? Nahisi anakumbuka legacy ya Manchester. Tuwezi kukumbuka legacy ya Di Maria. Ni mtu mdogo sana kwenye timu. Unakumbuka legacy ya Ibrahimovic kwenye timu ya Manchester? Of course. Alifanya nini? Tulichukua Europa. Unakumbuka legacy ya Memphis Depay? Hapana, kwa sababu alikuja pale akiwa wa kawaida pia. Hakuwa mkubwa kivi. Anthony. Wa kawaida ni Paul Pogba. Tumemkuza sisi. Amekuzwa na Juventus Turin. Tumemkuza sisi. Akaharibiwa na Manchester United. Tumemkuza sisi. Nakupa hiyo. Tumemkuza sisi. Hamkumkuza, ndio maana aliondoka. Akaenda kujijenga akiwa Juve. Alafu nyie mkamrudisha kumharibu. Juve wamemjuaje? Walijua kabisa pale hamna kitu, tamharibu mchezaji. Kwani alitokea wapi? Alitoka Manchester United. Kwa nini mtoto wake ule akaona ataharibu career yake? Kwa nini Juve walimchukua? Walimchukua kwa sababu nyie mlikuwa hamwezi kumkuza. Walimchukua, alimuona ana nini? Waliona kitu msichokiona nyie. Walikionaje kama singekuwa sio Manchester? Maana mngekuwa mnakiona msingemwachia na kuja kumnunua kwa milioni 100. Sisi ndio tumesababisha. Kwa hiyo mmemkuza mtu na mkatoa milioni 100 kumpata. Na tukachukua naye Europa. Ambao nyinyi hamjaye kuchukua tangu mzaliwe. Hamjaye kuchukua kombe lote la Ulaya. Unaongea na mchambuzi. Mmesha kuchukua kikombe chochote cha Ulaya? Tumechukua, kijaandikwa tu kwenye rekodi. Ni kombe gani? Europa. Hamjaye kuchukua. Ilikuwa inaitwa UEFA Cup back in the au ni kina Aston Villa bana. Sio nyie. Hamjaye kuchukua. Hiyo inawafanya wewe klabu kubwa kuliko sisi? Sio kubwa. Yenye mafanikio. Mafanikio ni nini? Ni kuachieve kitu unachokifanya. Mfano unacheza mpira ili weje. Mpira ni burudani. Ukiona uburudiki ujue mpira ni burudani, lakini unacheza ili iweje? Mwisho wa siku upate kitu. Aston Villa wanataka kikombe kao kabatini. Hiyo inawafanya wawe na mafanikio kuliko Arsenal. Of course. Na Nottingham hivyo wana mafanikio kuliko Arsenal. Kwenye vikombe of course. Usiweke kwenye vikombe. Yaani wana mafanikio kuliko Arsenal. Ukubwa wa timu ni ile kuwa ni brand kubwa, lakini mimi nasema mafanikio ya kimpira. Katika miaka 5 iliyopita mna mafanikio kama Manchester United? Kwa miaka 5 hatuna mafanikio kwa sababu hatujachukua kikombe chote kikubwa. Nakiri hivyo. Kwa nini wewe hutaki kukiri? Mimi sikiri kwa sababu nina mafanikio. Ambao ni yapi? Nimechukua FA. Mimi naongelea kombe kubwa la Ulaya. Unaelewa FA? Nachukua msimu huu. FA ni kombe la ligi. Msimu huu nachukua. Hujachukua? Ndio, nachukua. Na mafanikio sababu bado nina chance ya kulichukua. Hauna mafanikio mpaka ulichukue.
Sawa, nashukuru, lakini ndio nalolielekea. Usinishukuru mimi, usinishukuru mimi, mimi sikupi hilo kombe. Usinishukuru. Naenda kulichukua mwenyewe mpaka ulichukue. sawa. Nina njia rahisi sana, napiga Sporting kesho, naenda timu za La Liga ni kama wachumba. Ngoja nikwambie kitu, usipochukua hili kombe, naomba uongee kauli ambazo utaziongea baada ya kutokulichukua. Nisipochukua hili kombe, naomba usiuponde mpira. Navunja ile DStv, sitakuwa na haja ya kuangalia tena mpira. Sababu utakuwa ni wa nini? Sawa. Hakuna njia rahisi ya kulichukua kama msimu huu. Sababu na una uhakika unachukua ligi kuu? Nina uhakika 268.99. Andika hiyo 268.99. Hiyo ligi imeenda. Watu wajipange kwa ajili ya msimu ujao. Naongea leo tarehe 13 mwezi wa 4 2026. Nachukua ligi ya Uingereza mimi Arsenal. Kwisha. Naomba ukate hiyo.